Hii hapa ni ujumbe wangu wa 5 kwa kiongozi wetu wa taifa la Kenya, Daktari William Ruto, na leo ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka wa 2025. Ujumbe hii naileta kwa upendo mkubwa na upendo wangu wa dhati, nikiwa na mzigo katika moyo wangu wa kuuliza swali hili kwako daktari, kiongozi na president wetu wa taifa la Kenya. Je, legacy yako ambaye ungependa kukumbukiwa katika taifa la Kenya ni gani? What is your legacy? What is something that you would like Kenyans, East Africa community, Africa and the world at large to remember you for? Ni jambo gani hili ambalo utatuachia nyuma kama taifa la Kenya, kama Afrika, kama dunia, wakati jina lako linatajwa tunalikumbuka? Wakati historia yako itasomeka baada ya miaka 10, miaka 20, miaka 30, ni jambo gani hili ambalo tutakukumbukia? Au tutakukumbuka kama baadhi ya viongozi katika taifa la Kenya ambaye Mungu aliwapa muda na kipindi na wakati mzuri wa kutawala, lakini hakutawala vyema zaidi kama vile Mungu na Wakenya na dunia ilitarajia? Au tutakukumbuka kama kiongozi ambaye alikuwa kiongozi wa kuahidi ahadi ambazo hauzitimizi? Au tutakukumbuka kama kiongozi ambaye alizindua mashini ya kutengeneza chapo milioni 1 akatuletea katika taifa la Kenya? Je, ni jambo gani hili haswa la muhimu sana, la maana sana, ambalo ungependa jina lako likitajwa linakuwa ndio kumbukumbu letu kizazi baada ya kizazi? Na hilo jambo litakuwa ni jambo ambalo ni jambo nzuri wakati tutakuwa tunakukumbuka majina lako likitajwa ama historia yako ikisomwa tunalikumbuka? Au itakuwa ni jambo la aibu, jambo ambalo halina furaha, jambo ambalo sio la maana, sio jambo ambalo tungependa kulizungumzia au kutafakari kulihusu? It is a high time that if I was to be asked, that it is a high time to make things right, the things that are not right. Basi nipeane mfano kwa haraka sana, kwa sababu muda wangu ni mchache sana hapa kwenye TikTok. Tuangalie mfano ya baadhi ya wafalme katika taifa la Israeli, Juda, Yerusalemu na miji na mataifa tofauti tofauti ambaye historia zao zikisomwa, kumbukumbu zao zikikumbukwa, wanakumbukwa kwa wema na kwa uzuri. Mfano ni mfalme mmoja ambaye anajulikana sana, ambaye alijitolea kwa kutumikia Mungu na kwa kutumikia wananchi wa taifa lake wakati huo. Mmoja aliitwa Daudi, mwingine akaitwa Hezekia,
mwingine akaitwa Josia, na hawa ni baadhi ya wafalme ambaye tukiwasoma leo, licha ya kuwa miaka nyingi sana zimepita ambaye walikuwa hai, tuna kumbukumbu fulani nzuri kuhusu historia zao, licha ya kuwa hatukuwepo wakati wao walipokuwa hai katika huu mwili wa sasa ama mwili wa asili, in this physical earth. Lakini tukiwasoma kuna mambo mengi mazuri tunajifunza kutoka kwao. Tunaweza tukaona roho zao, tunaweza tukaona nia yao, tunaweza tukaona upendo wao kwa taifa yao, tunaweza tukaona upendo wao kwa wananchi ambaye walikuwa wanawatumikia, na tunaweza tukaona upendo wao kwa Mungu wao aliyewapa nafasi ya kuhudumu au kutumikia wananchi wa ile taifa. Na Daudi ni mfano mzuri wa kwanza. Tunamkumbuka alikuwa rafiki wa karibu sana wa Mungu, na alikuwa kiongozi ambaye alifuata mwongozo wa Mungu na kuongoza watu wa taifa lake kwa njia na kwa haki za Mungu. He led his nation in righteous way and in justice. Je, kiongozi wetu wa taifa la Kenya Daktari William Ruto, katika uongozi wako baada ya miaka 5, miaka 10, miaka 20 zitakazokuja, hata miaka 50, miaka 100, kwa ile kizazi na wale watakao kuwepo wakati huo, je, watasema kiongozi Daktari William Ruto aliongoza taifa lake kwa haki? Je, kiongozi Daktari William Ruto wakati wa utawala wake aliongoza taifa lake katika haki na kuhakikisha haki inatendeka kwa kila mmoja? Those are among important things that we would like to remember you as a nation and also as a person individual. Mfano mwingine ni huyu anaitwa Josia, mfalme Josia. Mfalme Josia anakumbukwa kwa kusifiwa kwa kufuata sheria za Musa, kwa sababu sheria za Musa ni Mungu alimpa Musa awape wana wa Israeli. Kwa hivyo Josia anasomeka na kukumbukwa katika historia na baadhi ya legacy yake, na katika kumbukumbu zake alikuwa baadhi ya mfalme ambaye alizingatia, he upheld the laws of the land. Alizingatia sheria za Mungu ambazo Musa alipatiwa awape wana wa Israeli, kwani ndizo sheria za nchi au za taifa ya Israeli. Je, wakati tunakusoma katika historia kiongozi wetu mpendwa Daktari William Ruto, je, tunapokusoma katika historia baada ya miaka 10, miaka 15, 20, 30, miaka 50, je, tunaweza tukasema ulizingatia sheria ya nchi hii na ukahakikisha inadumishwa, and you passed on that baton to the next generation, to the next leadership that will come after you? Will that be the kind of legacy and impact and among the credentials of your legacy? That is among the things that we will like as a nation and as a person individual to be put in consideration. Na mfano wa mwisho ni huyu mfalme anayeitwa Suleimani. Lakini kabla ya kuangalia mfalme Suleimani, kuna jambo la mwisho kuhusiana na Josia. Alielekeza taifa lake la Yuda kwa kuabudu Mungu wa hilo taifa na kutembea kwa njia zake.